Don't do that. No way. Who is marrying you? The man, of course. Who are you going to stay with? In whose house? His house. Nana kuweka? Siniye. Unamlisha? Nah. And what? Those are just what are you trying to tell me? All you just yeah, I know it's basics, but ni nini? Tofauti yangu na wewe ni gani? Tunawekana like this. Ati mnawekana. Wewe tu bora unamfulia, unampikia, unampea, unafanya nini? Haya sasa. Let me tell you something. Ngoja acha tusikie wewe. Acha niongee. Okay. Talk. Niko na kiulizo. Kiulize tu. After sasa umepatana kwa klabu. Mtaenda kufanya harusi. Will you plan for a wedding? Who is planning for a fucking wedding? Yeah. I just need a good life. Acha nimjibu. Money. Wacha niongee. Ako sawa. Unaona hata hiyo wedding. Getting too loud, bro. Hata hiyo wedding, acha nikwambie. Quick example. Check you in the 21st century manzi. Tuko 1990. Sikia hii. Kuna watu so listen to me I finish. If you want a marriage. Ngoja. Saizi watu wengi wamerealize weddings are a waste of budget. Sure. Yes. Na wengi wanaenda kwa attorney, a judge, and they do it and it's easy and it's done. Watu wengine wako na garden wedding, tunaamua ni aje. Nani anawabless? I mean that's good, like iko tu sawa. Unaelewa? But you're talking on the perspective of a man. What if the man mwenye nilipata naye kwa club ako like he has already budgeted for the wedding? I just have to appear. It is okay. But now the thing is, if you look at it, wewe nikuulize, hebu angalia at weddings in general. Kuna watoto hawajakuja kucelebrate hii mapenzi yenu manze. Hao wamekuja tu kutafuta tu hapo hivyo watermelon iko juu ya pilau. Na nyama na waru moja na chapo kuota. Okay, acha niongee. Acha niseme before say. Wewe maybe ufanye welding. Like yes wedding. Bezo miwani ndo izile nilizi singe kwa macho. Let me ask you a question. Bianca, you said like unaweza pata mwanaume kwa club na muishi vizuri, si ndio? Na ukasema kwako si must wedding as long as umeishi maisha poa na anakupatia do. No. It's according to him. Okay, if we kama nataka wedding, it's okay. I'll go for a wedding. Because Abraham, like, to make close, like, we feel each other and whatever. And if you want a wedding, tutafanya wedding. But kama utaki wedding naishi po. Kwani mwone host na social media venye wanaishi? Are they married? Lakini tuulizane. I'm not married. No, let me finish. Okay, sawa. Okay, ask your question then. Kitu nasema, unaona you see this girl. Akili yake iko based on last. Like venye tu anaongea ni mtu wako na last kwa kichwa. As in hata nikwambia she's blinded. Ngoja kidogo. Yeye anaona tu the luxury and stuff and like the glamour and you want a wedding? No, wait. No. What you saying? Wait. Walk down the aisle, bro. No, it's okay. I wanna walk down the aisle, bro, with my beautiful goddamn. I wish you all the best. Very nice. No need for the I wish you all the best. No, I wish you all the best. But hakuna msichana ataki like unanipea mapenzi yote whatever I want what. If you want a wedding, I'm cool with it. Ogopa. Yeah, wewe ogopa jameni. Wewe unataka go down the aisle na uende huko. Wagwan guys, my name is Baz Noel with the BU and I love you so much. Ni msimu wa December. Okay. Introduce yourself. My name is Emmanuel Chiche. And I would say, unlike the many others who have introduced themselves in this show, it is your man, Emmanuel Chiche, and not your boy. Simple question. Sorry. Church girl or bad girl. Sorry. Bad girl. Church girl or bad girl. Bad girl. You choose bad girl or church girl, then we proceed. Ndio nirudi sasa. I think in real sense, bad girl in regards to results, how things have been in this life. Thank you so much. Introduce yourself. Okay, hi guys.
Okay, my name is Bianca. Uh-huh. Yeah, that's all. Oh, that's on. Yeah. Okay, crazy. You have no question for me? I'm coming back. All right. Ani anamwaga bado. Haya, my name is Bad Boy Amek. Hapo kwa church girl or bad girl. Mimi nasema bad girl because they are not faking. Okay. Na get. That's all. Church girl pale. Explain. Tulia, sentence No, yangu. ilikuwa tu you just choose church girl. Sasa or siwache bad girl. niongee basi. Then Ushauri. Siwache tutarudi kwa explanation because if you start explaining then watu waja introduce. Yeah. Videli Stacy on all social media platforms. Thank you so much. Wamboi Sham. What's up, everybody? It's your girl Blesso in all platforms, actually. Whatever. Thank you so much. Explain my question. Now, first things first. Okay. If you have noticed, or if even the ladies here have noticed, they usually say the closer the Gen Z lady is to God, the more things have become more worse about them. Yani, wale wanawake ambao wana post mambo ya Mungu 24/7 kwa status, mambo yao design inakuanga imeharibika ati small girl big God. Ogopa. Hata wao wenyewe wanajua ati kidogo wao unapata ndio wale wanavaa kama rich aunties vitu refu. Haya, acha nikustopishe kidogo. Are you a church girl or a bad girl? Mtu anaweza kuwa both. Choose one. Sema katikati. Wewe sema mimi ni mwanaume tena mimi ni mwanamke. I would go with the bad girl. Bad girl. Bad girl anakaanga aje? Si amesema yeye ni bad girl tena. Bad girl anakaa ni msichana mwenye amejielewa. Ako composed. She will do anything that is guy. That is sure. That she's very comfortable doing and she's so confident about it. Oh, that's a sign of a bad girl. Yeah. Characteristic. Yeah, hiyo ingine yenye mko nayo. Okay, thank you so much Wamboi. Okay. Tulikuwa kwako. Yeah. Ulikuwa unasema ni church girl ni wale wasichana ambao wako na tabia za ushembe du sana, yani wanajificha according to my understanding. Acha nikwambie kuna kitu moja nye, have you ever realized that as human beings wengi wetu tunajiachilianga sana kisha tukianza kuona shida 1, 2, 3 hapa ndio tunajua kurudi kwake Mungu. Sijui kama unanielewa. Nakuget. It's always like that. And personally mimi niko na challenges zingine kwa maisha, sitawadanganya that I am that prayerful or that close to God. I won't lie. But there are situations that happen zenye zinafanya mtu anaanza kuona ni kama anaweza mrudia kwake Mungu. Unapata? Now church girls kuna experiences wanapatananga nazo zenye zinafanyanga sawa wanakuwa church girls mbaya. Hata nikupatie examples. Juzi there was a lady who was caught at the airport with, was it, I don't know what drug it was. I don't know if it was cocaine kwa mwili yake ya kitrans. I see that video actually. You saw that, yeah? Yeah. Ebu imagine thoughts za udem before ashikwe na after ashikwe. Ni nini itakuwa kwa hiyo akili? Hata sasa yeye ndiye atakuwa anakuja kutupatia testimony. Unanielewa? I now think about this. Unapatanga uni mtu mwenye alienda akakuwa mbaya because definitely wase wenye wako na let me say quick access to resources kiaraka especially at this young age of ours ni watu wanafanya shady things, ukweli uongo. And anyone who's doing shady things
is somebody who can shoot you in the head anytime you cross them. You understand? I got you. So if you find somebody who survives that, they now become these guys you find. Now let me tell you, majority of these ladies, mimi by then nashangaanga, tunasemanga Dubai is really good because of the nightlife, right? Of the experience, sijui desert safari, nini. Somebody will tell you go to Thailand because of the elephants. Another person will tell you go to the Bahamas because of the beaches. Let me ask you a question. Kuna tourist attraction gani Ghana? I don't have any idea. Yenye unajua. Kuna tourist attraction gani Cameroon? Hata Nigeria, kuna tourist attraction gani Nigeria? No. Kuna tourist attraction gani that you know of? You know, people come to Kenya because of the migration, right? Yeah. That is a wonder of the world. Yeah. People come to Kenya because of the beaches, right? Yeah. Like, there are things that are known across the world. Nairobi is the only capital city that has a national park all over the world. So there are things that attract people to this country. Kuna dem anaenda Ghana kufanya, anaenda Cameroon kufanya, kujivinjari. hata nikuambie Nigeria, the good thing that Nigeria have, especially in the south of Nigeria, is they manufacture oil. You understand? They manufacture oil from, that's the main thing in the south. Yeah. And it's actually a big thing that causes even wars. And that is where the richest African man akona mizizi yake. Do you know the richest African man? I don't know. Dangote. Aliko Dangote. Now that is his base. Unapata? Okay. Now, wigs, she is very correct. Because I have somebody that I know of, that you know of, who gets their wigs from Nigeria. Oh, I know her. And even cosmetics, you understand? Yeah. But in general, where una duka ya cosmetics ama wigs ama nini, unataka kuniambia there's somebody who imports that thing from Nigeria to Kenya. Wewe umeenda Nigeria for wigs? No. Hawa ndio watu wenye wanarudi hapa. Now you're getting my point, eh? I'm got you. Yeah. Okay. I have another question for you. Yes. But before I come to this question, I need Bad Boy to answer my question. Hey, Bad Boy. Bad girl or church girl? I said bad girl. Uh-huh. Because church girl ni mtu anaficha white. Ni kama mtu mpole na mtu anaongea mingi. So let me ask you a question. Do you think kwa hii room tuko na church girl mwenye una feel like anakaa church girl ama ana active church girl, you know? In this room? Yeah. Maybe Ash, are you? Who you? Me? Yes. Yeah, I would. Do you go to church? Yeah, I go to church, but I will not act the way they act. What's your name? What? No, you. Wamboi. Yeah. Wamboi hapa ndani ndiye anakaa church girl. Yeah. It's because ako cool, kuna vile anajifanya. You get? Bro, I know. Bro, mimi nakwambia bro. Ongea. Nishashoot na huyu namjua. Lakini wewe unajua church girl umwai kaa hivi chini. You're getting to know somebody. Ebu imagine you're getting the most threatening thing a man anapatanga when you're getting to know somebody. You and I are vibing as friends. Swali mimi naonanga inashtua sana mpaka na kuogopa ni how close are you to Christ? Do you have a relationship with Christ? Hiyo kitu inanishtuanga. You already know my name is Emmanuel. So what's the question? I'm definitely a Christian, right? But do you think I don't know if kama ni mimi na Filipo. Jina unajua most of the time najiendanagi na vile wewe una behave. You can be Emmanuel but wewe ni malaya. No. Sisemi wewe. Mimi ni Mark. Mark kwa Bible lakini vitu za mimi nafanya Mimi namsupport. It's so different. Nugget ni different sana na Mark mwenye alikuwa kwa Bible. Hata mimi mwenyewe najaribu sana kukua hivyo lakini the reason why namsupport is just because mimi naitwa Emmanuel
na kwa familia yetu tumekuwa Emmanuel kama watatu. Tumekuwa na Daniel wawili, na tumekuwa na Samuel ako ndani, tuko na Jacob, tuko na Dorcas. All those names ziko kwa Bible. But if you come across, ukae chini uanze kurealize ama kuanalyze vitu zenye hawa watu wanafanya, unakuja kupata okay, though sometimes tunafanyanga walevi wanatumianga hii advantage kusema watu wanaenda church wanaenda kujificha. No, sio wote, but according to me, mimi naitwa Emmanuel and my name na watu wapole mimi naweza sema zinaendeana. Watu wapole ni wabaya. Let me tell you, si wote maybe, lakini wale nime interact nao ni wabaya, because someone mwenye haongei ati anajifanya anajiwekea maneno hapa, bro, kupoison. wewe ni mpole. Mi naona ni kama tuna stereotype kila mtu, kwa sababu unajua kuna mtu ni mnono lakini wewe sema ati yeye ni mnono juu aendi gym. Sijui kama unanielewa. Hiyo ndio nature yake. Lakini haendi gym though. Like mbona unanona? Azime mbona tu unaamua tu. Kuna msee ananona tu. It's fine. Ananona tu. Hata yeye pia correct, but lakini example iko right. Kuna mnono ako gym lakini aungi. Ama ni lakini anaunda kama anaongea sana. Ama ni jeans. Anaongea sana na pia si mbaya. Lakini kitu yenye iko hapa ni reality. Sawa. Kwa watu waongei sana, wenye wanajifanya wapole, wanavaa macho ine, sio wanafanya. Ni kama wewe sasa. Ni kama kuvaa ngozi ya kondoo. Una get na wewe si kondoo, wewe ni chui. Mimi naongea from experience, bro. Lakini mimi kusema ukweli, me I feel like as an Emmanuel, I do have a purpose in life. Because it's a purpose in life that I have seen growing up. Yeah. Unaelewa? Yeah. Because mimi nilikuwa najua mimi naitwa Emmanuel. In CR name means God with us. I would be the one to be chosen to answer. You understand? Do you know why I feel like my name has a meaning? Because of things I have become that I never planned to become. By the way, acha nikwambie, anyone who was with me in primary school when I was a kid, you know, and we were growing up, kuna mse unajuanga uni chopi, huwa alikuwa hivi. People had two thoughts of me. It was either I was going to be really a chopi or I was either going to be a footballer. Neither of that happened. No one ever predicted I was going to be an artist. Like nitakuwa kwa art, unaelewa? Yeah. And my art, hata tumekuwa na wewe tumepatana na mwanaume kidogo alie kuniona. Why? The guy was like, your positivity and your direction in what you do really, now listen, let me finish, really made me not take away my life. You understand? I get you. Sijui kama unanielewa. Kuna mtu nakuelewa viunyama. Unaelewa sasa. Na when I meet leo nimekaa hivi nimeambiwa where my mom is. Ati kuna mse alikuja akakaa hapo jana. Just because aliambiwa na mse fulani akonye anafanya job, mama ya chicha anaishi hapo. Ati nikuje nimuone. Why? Because of the little inspiration. When you say God is with us, what does it bring? Inaleta inspiration. Tuko kwa generation yenye women hate men and men hate women to some extent, right? Yeah. You understand? But when you look at what I do, I try to bring that connection between men and women. Hapo mimi naweza correct kidogo. Kwa nini? Women don't hate men. And men should I give you a video? Nikwambie kitu. Men wanaume ndio wanafanya maisha ya wanaume wengine inakuwa ngumu. Hapana. Wallahi. Sawa, susikie. Kuna hiyo fact. But I swear kuna interview na niliwaonesha wanawake wakisema, wakiulizwa, can you live in a world that has only women alone and no men? And they said yes, we can. Most women, if you ask them, do you need a man? They will say no. No, but that's true. But if you ask a man, do you feel like you can live in a world without women? No.
Acha nikwambie Yeah. wanaume wote ni mama's boy. They will think about their mom. Watakwambia no, I don't think I can live in a world that mama yangu Now hayuko." umenimake nime-understand. Unaelewa? So, tufanye hivi. Do you have any question to ask? Maybe ulikuwa na something else you wanna say? Tunakuacha. nilikuwa na kitu so okay na kuna difference between a bad girl and a baddie. Yeah, so mi kongeniuliza if I'm a goodie or a baddie, definitely I'm a baddie. Sasa nikuulize, what's the definition of a baddie? Baddie. Acha tuulize baddie. Wacha tutue baddie. A baddie ni, you know, this girl who has a sense of aesthetic. Sense of aesthetic, right? Yeah. And then she's like open-minded. She doesn't give a fuck about nothing. Yeah. But then a bad girl, But she's straight. I mean, okay, Ama she can in be terms able. of sexuality, Or she's that's lesbian. no wait, just a Okay. Acha second, amalize. just a second. Okay, in terms of like sexuality, I find it like that's so personal. Like it doesn't determine just because I'm a baddie doesn't mean I'm a less, I'm straight, I'm homo. I don't know, whatever. So let me ask. So the ladies that are on the show The Bag, are they all baddies? Yeah. Okay, unajua, Yeah. baddies carry specific traits. So, but like now, saizi kila mtu akiona msichana, you know, she's a baddie. So, like nyi wote msha to categorize sisi wote being a baddie and stuff. Nice. But okay. then, me ata, basically, I can just be a girl, then you guys are like, yeah, she's a baddie, I don't know. Acha nikwambie, mimi as a man who has interacted with a lot of baddies, mpaka kwa wenye wako on The Bag, some of them are quite good, but not some, but few of them are quite good human beings in the sense of how they treat other people. Because basic human decency for most people who call themselves baddies is not there. Yeah. Trust me. You think you're all the shit. You think your beauty is going to last forever. You understand? You can't even treat a waiter good or anyone giving you a basic service. You understand? Yeah. Majority of baddies. And majority of these baddies, I won't lie to you, have no thought of how their future is going to be in real sense, in reality sense. All of them think of, I'm going to be a housewife. I'm going to be, you know, they're thinking of, they're going to be a rich F1 wife, you know, that type of shit. That is their thoughts majorly. And majority of them hardly put a life together for themselves as young as they are. They're not venturing into any career. They're not venturing into any, let me say, industry. They're not having any passions that they exploit. If you ask them, what do you do for a living? Sorry to say this, maybe in the previous video, but majority of them say, I just live. Or I just look beautiful for a living. You understand? So if you look beautiful for a living, now if you look beautiful, you get, if you look beautiful for a living, definitely, something that I said in the previous video is, so you're definitely going to do that person for a living. So if you do somebody for a living, who are you or what are you? Sijasema hata kama niko na homa. Okay. Thank you so much. Acha nimalizie. Okay. So, Yes. nikimalizia nilikuwa nasema no, for a bad girl, this is just a spoiled girl. Mtu mwenye tu ana tabia. Oh, that's a bad guy. That's a bad girl. So yeah. awa una tabia. Mimi niko na tabia but ni nzuri. Don't play. Okay, you said we mwenyewe umesema. So I have another question. My question is, do you think unaweza pata a real man, a real husband kwa club? Aha. Obviously nasema yes. Haya, sikia. Yes, you can. Explain In a club. Explain it further kindly. No, yes, you can. By the country club. Sini club. Not a country club.
you know, you might think it's all about, you know, when women we go to club and meet a man, all you think about is just having fun and like it's over. Okay, let me ask you a question before you proceed. Okay. Are you a party girl? Am I? A party girl? A party. A party or a party? Party girl. Party after party. It's a party girl, of course. No, a party girl means my everyday, right? So I don't party every day. you don't party, but you do. I do party, but not every day. Let me ask you a question. Does your boyfriend party? Yes. Okay, proceed. So you guys meet Bukla and Yeah, of course. My boyfriend, we met at a club, so and things are going very well. so let me ask you a question. No, let me tell you something. Oh my God, you've not seen these girls. You meet a guy in a club and he changes your life. He changes your life. So Jesus Christ. it can happen. Acha nikwambie venye unaweza pata mwanaume kwa club atachange your life. Usipata mwanaume kwa hiyo kanisa akuchange life. Okay. What the hell? Of course. Ni ukweli kwa sababu ni ukweli kwa sababu maisha imebadilishwa bro, don't play. Mimi hata nikwambie wanaume wengi wenye najuanga ni CEO, very good men, wenye najua ni mabeshte wangu. Lazima ikifika wakati fulani, especially wakati wa Christmas, ni manze tunaenda wapi? Unaelewa? Na wanasemanga ina depend ni nini unaenda kufanya kwa club. Kila mtu ako na intentions zake. Kwani Bukla nini? Wewe hujaenda Bukla? Sijaenda Bukla. Mimi nimeenda church kesha ya tarehe 1 na nikakulana kwa church. So ngoja uko anaenda kanisa gani? Hebu tu plug. Fanya aje. Man, go to animalism, I'm so rusty bro. Acha nikuulize Amex swali. Listen. Najua kuna watu wameshtuka hii kitu sana, wenye wameokoka wanaona hii. So si ati watu wameokoka. Juzi tumeona clip Nairobi Gossip. Ule jamaa alikuwa anafanya nini? what about ule jamaa, uliona hiyo clip? Au kuona? Kuna hiyo video actually, like someone was really cracking. what about kama alikuwa na act? As in no. Listen. And I'm trying to think out of the topic. Hata basi mimi niliact. Okay, what about unajua wewe uko rekodiwa, yeye alirekodiwa. Unaelewa? So what about kama this guy alikuwa ana act, mimi nilifikiria kwa hiyo point. Ana act sikuwa sijui. Okay. Sikuwa but in real sense. But what about if this guy alikuwa ana act so that walevi na watu ambao hawaendi church wachukulie hiyo advantage kusema wale watu ambao wanaenda church wana tabia mbaya. I'm trying to think out of the box. Hata mimi pia nimethink nilikuwa na act ndio hao walevi na hao watu ambao waendi church wa think hivyo vile unataka. Okay, angoja, let me just say this. Like this whole concept of like going to church or something, like I feel it's just a personal choice. I mean, si lazima mtu aende, okay. Kitu hata mimi nimekuelewa kitu yenye wewe anajaribu kusema ni si lazima uende church. Unaweza kuwa kwa hii nyumba but you are una believe sana, you God are is more present. Mungu ako kwa hii nyumba bro. Mungu ako hapo kwa njia, Mungu ako everywhere. As long as unambelieve au abudu kitu yoyote, una get. Ni yeye tu unajua. Ama ni yeye mwenyewe anajua, wewe yeye ndiye unajua. Of late, miss this kiati, a girl like maisha yake imekuwa changed from a person from this kind of church. Let me tell you something. Ngoja hata tusikie wewe unasema. Okay. Talk. Niko na kiulizo. Kiulize tu. After sasa umepatana kwa klabu. Mtaenda kufanya harusi, will you plan for a wedding? Who is planning for a fucking wedding? I just need a good life. Acha nimjibu. Money. Wacha niongee. Ako sawa.
unaona hata hiyo wedding Getting too loud, bro. hata hiyo wedding hata nikwambie quick example Mbaya. check we're in the 21st century manzi tuko 1990 sikia hii kuna watu so listen to me I finish If you want a marriage, ngoja An African saizi watu wengi wamerealize weddings are a waste of budget. Sure. Yes. Na wengi wanaenda kwa attorney, a judge, and they do it and it's easy and it's done. Watu wengine wako na garden wedding, tunaamua ni aje. casual wedding. Nani anawabless? I mean, that's good. Like, iko tu sawa. Unaelewa? But you're talking on the perspective of a man. What if the man mwenye nilipata naye kwa club ako like he has already budgeted for the wedding? I just have to appear. Sawa, it is okay. Okay. But now the thing is, if you look at it, wewe nikuulize, hebu angalia at weddings in general. Kuna watoto hawajakuja kucelebrate hii mapenzi yenu manze. Hao wamekuja tu kutafuta tu hapo hivyo watermelon iko juu ya pilau. Na nyama na waru moja. Na nyama na waru moja But na still chapo kuota. Okay, acha niongee. Wacha nimwambie Wacha kitu. niseme Wacha niseme before say. Wewe maybe ufanye welding. Welding. Lakini si wedding. Ona Welding. mbezo miwani ndo zile nilizi singie kwa macho. Let me ask you a question. Bianca, you said like unaweza pata mwanaume kwa club na muishi vizuri, si ndio? Na ukasema kwako si must wedding as long as umeishi maisha poa na anakupatia do. No. It's according to him. Okay, if we come on like a wedding, it's okay. I'll go for a wedding. Uh-huh. Because Abraham, like, to make close, like, we feel each other and whatever. And if you want a wedding, tutafanya wedding. But kama utaki wedding naishi po. Kwani muone Austin Australia venye wanaishi? Are they married? Lakini Acha tuulizane. niseme Not kitu. married. No, let me finish. Okay, sawa. Okay, ask your question then. Kitu nasema, unaona you see this girl. Akili yake iko based on last, like venye tu anaongea ni mtu akona last kwa kichwa. As in Hata nikwambie with- she's blinded. Ongoje She has a kidogo. last. Anaona tu the luxury and stuff And like the glamour and Oh, everything. you want a wedding? No, Of see, course we not. like No, wait. I wanna be in that girl. No. What you saying? No, wait. I wanna Wait. walk down the aisle, bro. No, it's okay. It's okay. I wanna It's okay. walk down the aisle, bro, with my beautiful goddamn. I wish you all the best. Very nice. No need for the I mission, wish bro. you all the best. Wacha waongee. No, I wish you all the best. But hakuna msichana ataki like unanipea mapenzi yote whatever I want what. If you want a wedding, I'm cool with it. Ogopa. Yeah, wewe ogopa jamani. Wewe unataka go down the aisle tena uende kwa bedsitter. Lakini in general tuambiane tu kweli. Regardless of a wedding, of whether you met in the club or you did not, like kitu cha muhimu ni wewe utende wema. Uende zako ama upewe tako venye unasema, What the unaona? fuck? Because at the end of the day, if I'm able to provide for you that lifestyle or that glamour that you want, I should definitely be a good person that is not going to hurt you. Okay. That is not going to beat you. That is not going to make a case out of that thing to kufanya watu waandamane huku juu ya gender-based violence. Because let's think about it. In the club, 99% of the people who are spending aimlessly are not people who are going to take care of you. Think about it in real sense. 99%. And mostly the 99% are married. Yeah, are very married. You understand? Very Now, married. huyu mtu akiwa married na uongeze wengine, 99% of these people are people who have even criminal records. Unaelewa? Thank you. Nowadays, You understand? Thank you. No, They even end up if getting men check who it. are married. Sasa usikie. No, listen to this. If you want those men who are married and you think that glamour and everything is easy, then It's that not means easy. Suskiye, that means you want easy life. It's not Exactly. easy. It's basically No, it's not easy. Uh-huh. It's not easy. Uh-huh. It's not easy. Tata nakushikia. What is Crazy, it? it's crazy. Because if you Wacha nimsaidie, yes, wacha nimsaidie. msaidie. Wacha nikusaidie. Sasa tusaidiwe, Kitu Jonah. najaribu kusema Mpeni maji ni ya kunywa. unaona hao mademu mnafeel ni wabaya. Mnafeel wako club every time. Wanafanya nini
wamelike tu ule mtu wa kuwapenda, wakupendwa na wazazi, wakupendwa But wacha niongee Mzazi. Sikia, wakupendwa na wazazi. Okay, acha nikuulize swali simple na nijibu yes or no. Ulitoka kwenyu ukiwa how old? Alikuwa anataka 20. You see man. You see, I see what. but ni sawa. But unaona ona. Jaribu kusema No. Cheki. We by the way, direct Kila mtu ako na kila mtu ako na opinion yake, everybody is right. Yeah. And nobody is wrong. but we gonna take and you gonna wait. Sasa kitu yenye iko ni hata kama uwezi kataa marriage, kitu yenye iko hakuna mtu atakataa marriage. It's so nice. Huyo anataka tu kuwekwa man. usikie, relax. Hajasema hivyo. Irregardless utakuwekwa. hata nikwambie kitu moja ukweli. Wewe ukioleka unamweka munawekwa. Tunawekana. Mnawekana. Yeah, what you mean? Sasa usikie. Wewe Unawekana, umeoleka ni wewe mnawekana. Wewe tulia kwanza. Yo. Try to pray faithful, baby girl. Don't do that. let them Don't do that. I'll be a working class. No. I'll be a working class. Don't do that. No way. Who is marrying you? The man, of course. Who are you going to stay with? The In whose house? His house. Nana kuweka? Sini yeye. Unamlisha? Nah. And what? Those are just What are you basics. trying to tell me? All you just did. Yeah, I know it's basics, but ni nini? Sasa Tofauti usikie. yangu na wewe ni Tunawekana gani? like this. Ati mnawekana. Wewe tu bora unamfulia, unampikia, This is a unampea, unafanya Aya, nini, sawa. unamzalia. Hata You nikuulize swali girl. simple. Usikie. No. Mimi hata ile huyu yako kwa mali. Wacha nimuulize. Si mbaya sana. Ai. Wacha nimuulize hii swali. Ambare molewa. Wewe Hajaolewa. kwanza nataka nikuulize swali. Wewe niulize. Hata nikuulize. By the way, mimi niko kwa industry by the way. And I will tell you for a fact, if you think if you think Ambare is being paid more than $1 million to do whatever she does, acha nikwambie madam, wake up. Madam. Muamshe huyu analala. Ngoja kwanza. Atamwaga mate. Wacha nikwambie. One thing, unajua tumekaa chini nikaongelea gender based violence. So quick question is, ukweli yeye anaweza taka kukua with somebody that is financially stable? Definitely. Yeah. Akisema kuwekana haimaanishi that she is going to fully financially support the man. This is the mentality. What she means is, check ni aje leo we umekwama wapi, uko na meeting TRM huko, mko na nini. I am not going to be stupid to call you as my man and tell you manze hatuna food. What the fuck? The fuck is that, bro? You understand? Yeah. But if as a woman I have a business or something that I am doing, or I need to go for a trip anywhere that costs this amount that is not basics, Yeah. I will ask you as you will ask me as my woman. You understand? For example, you want to take a trip, let's say you are going we talked about wigs, right? How much is a flight to, let's say, places like Vietnam that are good sources of wigs? Let's say a place like Nigeria, you see? What's the cost of a flight there? That's something. Now, that is where the man comes in to invest in Thank you. you. You understand? Yeah. Because if I give you, listen, mimi mwenyewe, huge example, nikikaa chini, if ni kuwekwa, vibaya sana. Kama ni kuwekwa kama mwanaume, let's think loud. Sifai kuwa mjinga that pesa ya kunyoa kichwa na naomba huo mwanamke. You understand? Ama pesa ya kuvaa kenye ninavaa ninaomba huo mwanamke. You understand? For example, if as a woman wewe unataka kuniomba pesa ya nguo, for example, pesa ya nguo, it should be something like we are going for a serious gala. Yeah. It's going to be important people there, and I'm going to give you, let's say, like 20 G's. Go and get yourself a good dress. You understand? Yeah. Si story ya mimi kukupatia do uende ununue thong. What the fuck? What the fuck is that? Like, unaelewa? So point yenye iko ni wewe umesema story ya mali, yeye pia anasema story ya mali. Ingawaje yeye anasema story ya mali in a way that she does not want to depend on that man fully. If that man goes tomorrow, point is don't let point is that's been a bomb. That's been a bomb. Na chenye amesema that's on period. Ebu imagine. That's on period. Ebu imagine
kuna dem anaitwa kuna dem anaitwa Jewel. Sijui kama unamjua Jewel Yasa. Anakuanga anapenda kuweka hairstyles za pink. I don't know if you know that lady. Yeah. Alisemanga nakumbuka there's a video viral posted where she's like ati mimi kukaa kuna kitu yenye nachukia ni dem kukuja akae kando yangu and she's like I'm going to get married to a rich man. That's been Now, a stupid ass huge bitch. question is let us look at statistic let us look in the past Sasa kwa wale watu wote by the way millennials walienda club maybe even more than us Gen Zs. Yeah. You understand? Mpaka leo. Aya, ni wangapi wa hao millennials wenye unapatana nao ati wako na rich out of 10 people ni wangapi utapatana nao ati walieko na rich people? Na wale walikuwa na hiyo judgment ya will have rich people, si ndio wenye wanapiga jaba hapa Roysambu. No, wanatuibia maji ya mapikipiki makondo. Unaona? Hao ndio wanaenda kwa maklub, wanaekea kinajaza hapa michele, wanaibia watu. Wacha niongee kidogo. So, mimi nafikiria hivi. Yes. Before host auliza kitu kingine. Yes. Kitu yenye iko hapa ni sisi wote tuko different. Kitu mimi nitataka sio kitu ule atataka na kitu ule atataka. Mimi kitu napenda tusi make ikuwe different kwa ule mwingine akae ni kama huyu sasa anakaa mbaya and then huyo mwingine anakaa sasa mzuri. Na get sisi wote tuko different. Lakini pia sikia unaona nakusikiza lakini kitu poa ni nini? If this is my very beautiful sister Definitely. and I see her going astray, what's the good thing? Wanasemanga as a Christian what would you do? Wacha ende astray ama umwambie? Who's the best person in your life is somebody who tells you niaje check videos aki walai unakosea doing this shit. mimi And I feel like you would be a woman of substance. A woman that speaks elegance. Okay. A woman that makes me say, hey Siri, play Elegance by Nyashinsky. Stop playing Siri. It's not going to play. Okay. Nasema, you understand? You see, like a woman who will make you speak that. A woman whom, for example, Mr. Wadanganya, I go into spaces whereby I meet bosses, huge people who are of respect, people who will ask you, where do you live, what do you do, can we do some business, etc. And I would want to introduce to them a woman that I am proud of. You understand? Okay. I would want to have a woman mwenye hata kuja kuniambia, babe unanificha. You understand? I would like to introduce you in all spaces and be proud that this is my lady and my lady does this and that. And it is not basic things. If you think men, especially powerful men, ati want women who just sijui cook, sijui feed the children, sijui nini. Let's take the example. The best artist in Kenya saizi ni nani? Bien. Thank you very much. Yeah. Manager wake ni nani? Bibi yake. Asante sana. Thank you Sasa so wacha much. nikwambie before thank you. Vile tu nimesema tutatamani sisi wote kukua right. Unaweza kuwa na pesa mingi, umemake it but utapata mtu wrong. Mtu mwenye huko una expect. Sisi wote tunataka huyo mtu unasema. Una get? Naelewa. Niko hapa. Lakini sisi wote tutaangukia huyo mtu tunasema. Maybe utapata utabaki single. Exactly. Okay. Maybe hauta make it. Okay. Una get? Kama acha pia nimuongezee. It's the same as wajaseme eti everyone mwenye ana work hard ata make it. You can work hard until you die if you still working hard. Mimi tunajaribu kusema ni mimi nakukubaliana na wewe. Lakini tunajaribu kusema ni correct. Tunajaribu kusema ni kila mtu mwenye anafanya bidii haimaanishi ata make it. Na kila mtu unasikia? Mwenye anaenda kanisa haimaanishi ataenda mbinguni. Ama hata huyo pastor. Una get? Hata mimi bro, mimi kwanza mimi siombi sana bro, by the way. Mimi siombi sana from nikiwa Kwa sure uombi sana. Listen. Unaomba ile kitu. Listen. Haya, ndio story yenyewe. Ona, sawa kidogo unaongea. Mimi siombi sana God sana hivyo. Una get? But kutoka nikiwa mdogo nimefunzwa
yeye pekee ndi anaweza change life yako. Yeye ndi anaamua. So every time naweza chukua even some seconds kumwambia man thank you. Yote hizo ma speaking in tongues, but hata si ati hawajai make it, usiangalie in that picture, but ni watu wabaya sana because they treat people terribly. Not even just ati people in general, unapata mpaka wana treat their family members vibaya. Okay, thank you so much. Yes. So I have here another question, and this question inaenda straight to Videlis. So do you think nowadays lazima usome ndio upate kazi? You're asking if someone needs papers to be able to get work. Yeah. No, I don't think so. Sio lazima usome ndio upate kazi, uishi life poa. Life post, is it about education or is it about how smart you are? It's not about it's the same thing. These days it's not about working hard. You just need to work smart. Like there's someone who is really working hard, and I'm telling you from asubuhi anatoka ameenda kazi at 9 in the morning, comes back at 9 in the evening, and there's someone who is waking up at 10 during the day and is making it. So you never know, it's about working smart, and the same thing comes with papers. I will personally say I am a graduate, I have a degree, and I'm telling you, since I graduated in 2019, karatasi zangu hazijanisaidia. I think the only thing that's a first sign ni za kuonyeshana tu. I think the only thing I have, the only thing I have, I would say is it's just a flex. Like there's no one who'd call me beauty with no brains. Come, I show you my papers. I have, you understand? But I can't say that I need papers. Okay, let me ask you a question. Do you think you are working smart or you are working hard right now? Right now, I think I'm doing both. You are doing both. Because I'm not employed, I'm self-employed. I'm self-employed. I pay my bills. No one comes and pays my bills, but nataka anaweza kuja pia nilipie stakata. But what I'm saying is, I'm working smart, but I'm also working hard. Let's do a combination of both. Thank you so much. Chiche, ashika hii mic. I have another question for you. Demo anakuja kwako, sleepover. Then akipigiwa simu anakuambia nyamaza usiongee. What's your take on that? What's my take? In Austin's voice. Ni kwako bro. Yeah, in Austin's Susikie. Ni kwako. Susikie. In Austin's voice. Toka. Anachoma ni? D&D. Toka. Acha nikwambie hata weke D&D ama hata usiweke D&D. Mimi by the way, I am a type of man who has really suffered in the hands of women trying to trust me, trying to trust the word of my mouth and what I say. But hata nikwambie kusema tu, I'm talking out of experience. I've been told that I don't think we can work because wewe skiza watu wananiambia cause wewe wananiambia I don't think I can trust you. But do you know the problem with people in this generation ni nini? Before nirudi kwa swali yako. Shida yao ni they're not looking at the vision or they're not doing anything. Burna Boy in the song Cheat on Me anafika mahali anasema before you criticize consider. Unapata? Yeah. This one's a true one. Burna Boy fan. Najua hizi enda asake. So you see, anakwambia consider what somebody is doing or in what situation they are in. You never know. It's maybe it might be their calling. They never understand the thoughts that person has, the cultures that person have. We plainly, actually nowadays, tunapendanga wase kulingana na kitu yenye wanajulikana nayo. Unaona? Sawa basi, Wamboi anajulikana akona dready poa sana na ni mrembo na akona smile poa. Guys, wase nitaflex juu niko na Wamboi juu your story. Yeah. Niko na Videlis because she's light skin and she has a good taste with wigs and style. You understand? I get you. But people will hardly be with Videlis because of who Videlis is and what Videlis stands for. Yeah. Unaelewa? Yeah. People never understand why, in as much as umse anaweza kuwa na access to many women. Nimekaa na nyinyi hapa by the way.
my phone is not on silent. I won't lie to you. But tukiangalia simu yangu, do I have any missed calls? Unaona? Hizi ni Susikie, hizi ni missed calls nimekuwa nazo. Nimeongea sijatoa airplane mode. Hizi zote ni Susikie, hizi zote ni calls. No, okay. And sijakuwa na any call right now. Yenye mtu atani call aniulize where are you? So if I am with you and I have my phone, hadi naweza acha uone text zangu zikiingia. Uone mtu ameniambia hi, got your payment, hi, got this and that. Sasa wewe mbona ukae chini ufikirie? Sasa juu Bianca anakuanga host, lazima anagawa. Mbona wewe utrust hivyo na ujui mbona Bianca anafanya hiyo kazi ya kuwa host? Kwa sababu huku nje ni ngumu sana Susikie, ni ngumu sana kupata kazi. Sikudanganyi. Tuambiane tu kweli. Hata ukikata hiyo part ni ngumu sana kupata kazi hapa nje. So if I can find somebody who will tell me come and do 1 2 3 alafu nitakupatia 10k on Monday ukishamaliza hii shughuli, it's 40k at the end of the month. It makes a difference. You understand? So I can sit down and understand why this person is doing this. Unaelewa? Yeah. Now, back to your question. Swali yako ilikuwa nitafanya nini? Yes, ask me. Yes. Okay. It is umeuliza amitadem kwake. Alafu ukasema nini? Huyo dem anapigiwa simu alafu anamwambia nyamaze. Okay. Amenita kama dem yake? Ni manzi yake. No, it's a sleepover. Ni obvious. Am I your girlfriend? Yeah, sasa we are talking about. Am I your girlfriend? No. Wait. Umeniita for the first time. I sleepover. I know what business I'm coming to do in your place. Okay, right? let me make you understand the question. No. It's an open question. Okay, ask. Okay, ask. Okay, let me ask you a question. Hold on. The question is all about wewe ni dem yake. Just why nimekuambia just listen. I tell you the way unafaa kuijibu, you understand. Unaweza kuwa unajibu, unadhani unajibu venye wewe unajibu, maybe hujaelewa swali. Okay. Unaelewa? I'll just ask. Though you are okay. Ako sawa. Yeah. Ako sawa kabisa. Because sasa usikie. Nitakwambia nyamaza nichukue simu. Sasa usikie. So the situation ni wewe ni dem yake. Because So if I'm your girlfriend, Susikie, because such things such things happen. Susikie, such things happen. But let me tell you. I was just asking. Let me tell you. If you're a man of substance, you will not put yourselves in positions where a woman will belittle you. Trust me, 110% sure. If I know you can belittle me, I will fucking take you out of my life. Nakwambia cheki ni aje. Cheki, I know who I am. I know what I stand for. And I do not deserve anything less than respect. Yeah. You understand? Yeah. In any bora ni space yangu. Ule director pale nyuma mwenye anashoot hata kwa hii watu wa TikTok anajua you're in my space. I don't care what amount of ass you have. If you disrespect me, neza simama na nikwambie cheki umeni disrespect kwa gari yangu, toka nje. You understand? So point yangu how I will react. This is true experience. Kuna msichana hapo nje hakusema ni nyamaze. Let me tell you guys. Unaona hii bafu ya hii keja. Si kio yake iko hapo nje ya mlango. Ukiingia, right? So imagine mimi nimeingia bafu. Alafu wewe sasa na ujanja yako unadhani sasa umetoka nje ya nyumba kwenda kushika simu. No. Now, hold on. Okay. Sijamaliza. It's true experience. Najaribu kuisema. Maybe hata atacomment awaambie. Alienda hapo nje akaanza kuongea na wanaume wengine. Ama sijui ni mwanaume mwingine. I don't know, planning their own shit. So that you know what type of man I am. Nilitoka hapo. Kuna best yangu hapo anaitwa Freddy Official. Anajua. Nilimwambia, unajua ni aje? Huyu mwanamke akishamaliza kila kitu yenye anafanya kwa hii nyumba, achukue vitu zake, aende na asionekane kwa hii nyumba. Why? Cheki mzae wake nini? Kwani babako sitakosa kujua. Unaita babako babe? Daddy. Unaelewa? Hey, daddy. So thing is, I don't care what amount of ass you have. I don't care what
good skin texture you have, what expensive wigs you wear, sifa gani yenye uko nayo kwa internet. Cheki, if you are not good to my level, to my thinking, cheki, you have to leave. Okay, can I Sasa ask you a unajua question? sasa mimi ni nani No, sasa? wait. Can I ask you a question? Acha ulize. Nitaipiga Ni ile like umeingia inbox yangu. Tumeongea and then unaniambia ngoja nikusalimie. Not I'm not your girlfriend, then your girlfriend calls. You won't take utachukua simu yake? Chances are if I'm a man of standing and I understand, hakuna mtu atanipigia simu. Hata nikwambie ndio nikuite kwangu casually na niweke simu yangu hivi juu, I know no one is going to call. No. And if anyone is going to call, wait, so wait. See you wait. Hata nikwambie tuko Nairobi, HIV iko juu na bado unataka tukue tunacheza tu nje. Hata nikwambie mimi ninapenda nyama yangu nikikula niisikie kwa ulimi. Hakuna haja nikule sweetie ikiwa na karatasi. Unanielewa ndugu yangu? Unanipata? Unaelewa? And how to kill that risk of being at any risk. What should I do? Rule number 1. Umeisoma ukiwa class 6 ama sijui ni class 5. Inasema nini? Stay loyal to. Let me tell you, one woman as a man is power. Ask me why. You see, talk about this. Mimi ni mwanaume niko na gari, right? Udem anajua niko na gari, huwa anajua niko na gari. Nataka kukimbizana nao wote. Quick example, let's say nimebarikiwa sana naendesha S class. 3500 cc, kweli uongo. Siwezi toka kwa nyumba bila mafuta ya 5k. Nimetoka kudrop huyu, nataka kuendea huyu mwingine. Huyu sasa upate for example, sijasahau unaishi huko. For example upate anaishi Kimbo Matangi. Sijui kama watu wanajua Matangi Road. Huko ndani. Piga hesabu ya hiyo mafuta yenye si ni liability. Okay. Because for example hiyo 5k as a man ningekaa chini niseme acha niingie base fulani nishike kicks fulani naweza tokea zake zikuepo. Una understand? Yeah. So kuna hata pride fulani, you understand that I am spending in this one woman. Aki, if men could really understand that he kidude, acha niite kidude nisiseme shimo, kidude hiki telezi vinafanana, tofauti ni ukubwa, upana na mambo yote na masikio. Unaelewa? Na masikio. Ila kitu ambacho una feel ukiwa hapo ni moja, isipokuwa hisia zako zenye uko nazo ndani ya roho. You can sleep with any lady you want, but you will regret the next morning unless you really like that woman. Any man can attest. Hata wenye walikufa watakuambia hivyo. Ai, hata niwaambie hapo TikTok mnajifanya ati niko hapa nakula madimwe kubwa wewe. Unakula nini wewe? Okay, Chiche. So I have here more question, guys, and I feel like tumeongea though because of the time yes to allow to listen ama tuongelelea about everything, but what I'm gonna tell you is that tunakuja na episode 2 and zile swali tujauliza I guess tutakaa na discussion, right? So if you feel like maybe hujakuwa na hiyo enough time ya kuongea, tutakuja na episode 2. That's okay? Mimi nataka kusikia story ya Wamboi na That's okay. Delis. Wamenyamaza sana manzi. Wale wameongea, si tumeongea, amekamuongea, wewe umeongea. Next nini by the way tunawaachia mshine, si ndio? Yeah. Because I know she has a lot to say. As a Rasta woman, she also has a lot to say. Yeah. Natty dreadlocks. Okay guys. Ebu kaa vizuri. Kaa vizuri kindly. Anakaa poa, relax. Guys, thank you for tuning in. Hata nimeconcentrate na hii nimeacha ile. Thank you for tuning in and we do love you so much. Niwakumbushe tu ni msimu wa December. Jichunge sana, sasa hivi tunaambiwa HIV. December. Yaani mambo ni mbaya. Lakini ebu think about it. Your story ya HIV venye inakuwa push to the news. Do you think it might be propaganda? Bro. No. It can be true,
it can be true. It's been happening for the longest. But do you think it's propaganda? No. No. Of Are course you it- sure? Now think about this. Acha tukuje na hiyo. Think about this. Najua hii. Think about this. Cheki, tunamalizana hii. Let's move into fungua akili yako. The last episode ya Masai Mara ya The Bag. Do you know ilikuwa released on which day? I don't remember, On actually. that exact day kulikuwa na Ruto's State of the Nation address. And you motherfuckers didn't focus on that. You focused on the bag. Think about it. Okay. See you in the next video. Nilisikia watu wa TikTok. I love you so much. Tutakuja na more Ningesema you motherfuckers will be more question, more things za kuongelelea. Unless uongea Rastaman. Are you a Rastaman? Natty dreadlocks. You are a Rastaman. Yeah. Oh. Man. Okay. I know anafaa kwa woman venye nilikuwa namtry mind zake. See you in the next video guys. Lakini by the way, Kati hapo. nyie have noticed